Kuna huyu jamaa alikuwa na pesa nyingi sana, pesa, yani pesa kama vile anasema pesa kama njugu. Anajiita Dingi sasa alitaka kugombania ugavana pale ile area ambayo aishi. Alafu sio kugombania ugavana sio hivi rahisi paka uwe na chama ama uwe na influence kubwa sana hivyo ya watu nini na kuwashakiza, lakini Dingi hakumaindi. Watu wakaenda kujiandikisha nini, wale ambao wataka kugombea nini, watu wakajiandikisha. Sasa kuna baadhi ya watu wako na ile jina yule Dingi ameingia huku. Atatuharibia huyu jamaa na pesa, tamwaga pesa kama nini, sio ajua siasa na pesa nini na nini. Watu wakaanza kushtuka, wagombea wengine wakaanza kwenda kwa watabibu nini, kwa waganga kuroga nini, lakini Dingi anatulia tu. Kadri siku zinavyoenda watu watuma representative wao ndio huko nyanjani huko. Mmetumwa na mheshimiwa fulani la kwa aje, lakini ana meeting pale fulani, sasa hawezi kufika. Mimi nimekuja kumwakilisha, vijana jitokezeni, tutawaajiri, tutawapa kazi. Nisijua zile siasa za kawaida, tutawapa kazi, ajira, kila kitu. Baada hapo bumulo, pesa. Lakini Dingi anatulia tu. Siasa. Bado kama kipindi cha majuma mawili hivi watu waanze kupiga kura, Dingi akaingia uwanjani. Sasa tena sio ile kuingia uwanjani yani kuambia watu nipigeni kura. Dingi akaingia uwanjani kutafuta vijana mabounce vizuri, niambia washiba wakula. Kwanza kabla kuchukue ana jamaa wake wapandikizi la mtu toli hivi, alafu jeusi. Taweza kazi nitaweza. Waweza Utanipigia kura. Utampigia mheshimiwa kura. Hebu tuende press up 10 chini. Press. Ukipigia 10 ya kuondoa tenga 1000. Press up zingine wewe waweza wewe. Chukua wale vijana nini. Sasa wale vijana waliochukuliwa, wachukua vijana kama 200 hivi. Vijana ambao pale kwenye ule mtaa wa Nkula wa Shiba, julikana vijana wako sawa, yani ndo kusema. Sasa wale vijana badala ndio wakapewa mafunzo jinsi ya kwenda kuhamasisha wale watu wengine kupiga kura Dingi. Wale vijana wakapelekwa kwenye kambi. Hiyo kambi hapo hivyo, achana na kambi, yani kuna yani mazoezi ya kila aina kama vile jeshi vile. Lakini sio jeshi. Porini huko ndani huko mtuni. Kila mtu akabidhiwa vifaa vyake. Waliopewa bunduki, waliopewa mapanga, majembe, mashoka. Swahili tena watu wakaanza kufundishwa kutumia zile silaha. Na ujue hapo oda inatoka kwa nani? Kwa Dingi ambaye ugombania nini? Ugavana. Anawafundisha zile training, kuna watu specific yani kwenye hizi sekta za military hizi, za wanajeshi hizi, tuseme na polisi pia, yani watu wakubwa pia yani ambao wako kwenye uongozi, ambao wajulikana yani au kwenye serikali, ndio wafundishwa wale vijana, lakini sio wanajeshi, watu tu wa kawaida. Sasa kadri siku zinavosonga, sasa si kama majuma mawili, bado siku 3 sasa uchaguzi ufanyike. Wale vijana sasa waenda pass out, wako kwenye paredi. Watu ni ile wasubiria mkubwa aje sasa akague paredi. Mkubwa akaja akagua paredi vizuri. Na ujue hapo sio watu kupasa watu kwenda nini vitani, sijui mambo wanajeshi, sijui polisi, sijui nini kulinda usalama wa raia. Hata huyu ni mtu ambaye anachagua kikosi cha watu ili watu wakapiga kura. Dingi akitokezea ila hivi, alitokezea ankula suti nyingine kali, suti ya black, alafu onekani mpaka macho, alafu na bodyguard kama 12 wote wa kutisha. Alafu mbele yake ambeba yani piga yani sio ajua kama mtu anda vitani kama vile komando nini. Kidogo hajaongea lolote. Kuna ule governor sasa, ule governor ambaye la kwa afae muda wake uishe, ashapiga miaka yake ashamaliza. Sasa yeye ankuja pia pale kwenye ile parade kuhudhuria. Dingi anasema mimi sina mengi ya kuongea. Baada ya kusalimia, mimi sina mengi ya kuongea, nataka nimpishe kiongozi aseme alionayo. Kiongozi akasalimia nini pale. Kiongozi asema sasa liwalo na liwe,
Dingini awe kiongozi. Liwalo na liwe, Dingini awe kiongozi. Alafu kila mtu ankunja sura. Story yetu itaendelea kuanzia hapo. Hii ni Dingi. Usikose kufuatilia Dingi na nyingine ambazo zaje.